Kwa nini ufalme wa Mungu, the kingdom of God, ifananishwe na wanawali 10? Hii ni NHC TV. Kila ifikapo siku mpya, basi matumaini yangu na matumaini yako pia unaanza kuyaona yale mambo mapya. Mimi ni Longina Rubes ambayo unanitazama hivi sasa, na kipindi hewani ni Chuo cha Biblia. Hii ni NHC TV. Tunahakikisha kila siku unapata andiko la tofauti na lile ulilolipata jana. Lengo mama ni nini, ama dhumuni kubwa ni nini? Dhumuni kubwa na dhumuni mama ni kuhakikisha wewe unajifunza ama unaongeza juu ya yale ambayo unayafahamu. Karibu katika kipindi hiki ambacho siku ya leo tumekuja na mada ambayo imekaa kwa mfumo wa swali. Wewe binti Sayuni, wewe kijana Danieli, andaa daftari. Umeshachukua, kaa vizuri kwenye kiti ili uhakikishe kwamba unajifunza vizuri. Nimekwambia mada ya leo ama kichwa cha somo cha siku hii ya leo kipo kwa mfumo wa swali. Kichwa cha somo kinasema hivi: kwa nini ufalme wa Mungu au ufalme wa mbingu umefananishwa na wanawali 10 ambao 5 ni welevu na hao 5 waliobaki ni wapumbafu? 5 welevu, 5 waliobaki ni wapumbafu. Sasa jiulize, kijana Danieli, binti Sayuni mwenzangu, hapo ulipo, wewe ni mwanawali wenye lile grupu B ambalo ni wapumbavu, ama grupu A ambalo ndio waelevu na wenye nidhamu? Kaa hapo, tulia vizuri, tuende kufundishwa na mwalimu Daktari Yona Kiyuga. Yuko hapa kuhakikisha anakufundisha vizuri. Ni kwa nini wanawali wametumika katika ufalme wa mbingu? Karibu mwalimu. Hii ni NHC TV. Kwa nini ufalme wa Mungu, the kingdom of God, ifananishwe na wanawali 10? Tena 5 wenye busara, wenye hekima, lakini 5 wapumbavu. Ufalme wa Mungu, kwa nini? Hili ndio swali ambalo tunataka tuanze nalo leo, lakini pia kuna maswali yanakuja chini yake machache. Kwa nini isiwe wanaume? Kwa nini ufalme huu usifananishwe na wanaume 10? Kwa nini ni wanawali? Kwa nini sio wanaume 10? Kwa nini sio wanawake 10? Kwa nini sio wafanyakazi 10? Kwa nini sio wafanyakazi bora 10? Ni wanawali 10. Andiko hili tunalipata kutoka kwenye kile kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura 25, mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 13. Labda wacha nikusomee hapa content hii ili kusudi twende vizuri. Biblia inasema, ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliozitwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walitwaa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni twende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na nyie. Afadhali shikeni njia, mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana tufungulie. Akajibu akasema, amini amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika
somo hili au katika kifungu hiki kwa muhtasari unaweza ukaona au mfano huu unatuonyesha mambo matano muhimu, kwamba kuna kipindi namba moja ni kipindi cha kusubiri kurudi kwa Bwana Yesu. Inatuonyesha kipindi cha kusubiri Bwana Yesu. Lakini namba mbili inatuonyesha maandalizi ya waumini. Inazungumza kuhusu maandalizi ya waumini. Na namba tatu inatuonyesha jambo muhimu sana, kwamba kuna kuchelewa kwa bwana harusi. Bwana harusi atachelewa. Na namba 4 ni kwamba kuna ujio wa ghafla, kwamba atarudi kwa ghafla. Na hapo namba 5 inaonyesha kwamba kutakuwa na kufungwa mlango au hukumu ya mwisho. Huu mfano ndio unaeleza mambo hayo muhimu. Na kwa kifupi tu ni kwamba mfano huu unasimama kama unabii kati ya kuondoka kwa Yesu toka pale alipoondoka mpaka atakaporudi. Yani Yesu alitabiri mambo yale ambayo yatatokea wakati yeye ameondoka mpaka pale ambapo atakaporudi. Ndiyo yanaelezwa katika huu mfano wa wanawali 10. Sasa nafikiri tuende kwenye swala la msingi. Wanawali maana yake nini? Kuna watu wengi tumesikia wakijaribu kufafanua wanawali na pengine hawajawahi kutoa maana sahihi au kuleta maana sahihi, na ndio maana kuna maswali mengi watu wanajiuliza, wanawali, kwa nini hao wameitwa wanawali? Kwa nini wasiitwe wanapilau? Kwa nini wasiitwe wanamchele? Au kwa nini wameitwa wanawali? Hii wanawali ni neno la Kiswahili. Ni neno la Kiswahili ambalo ukiangalia ile kamusi ya Tuki inaeleza kwamba mwali ni mtu aliyewekwa ndani kwa ajili ya kutawishwa. Ina maana kama 3. Lakini pia wagonjwa ambaye amekaa siku nyingi sasa amewekwa ndani kwa ajili ya kupata matibabu, na wenyewe huwa wanaitwa wali. Lakini bwana harusi na bibi harusi katika zile siku za fungate, tunaita honeymoon, ile siku ya fungate, wakati bwana harusi wanakaa na bibi na bwana harusi peke yake, na hicho kipindi na wenyewe huwa wanaweza kuitwa wali. Unaweza kuona kwamba ile mwanamwali katika tafasiri ya kamusi haifanani sana na ile ya Biblia. Ndio maana mimi nina prefer au napendelea kwamba utumie Biblia inayotumia neno hapa badala mwali utumie neno bikra, kwa sababu maana sahihi au maana harisi ya mwali ni bikra kwa tafasiri ya Biblia. Imetokana na neno la Kiebrania ambalo Kiebrania walikuwa anaitwa Bethura. Unaposema Bethura au Alma, alikuwa ni msichana ambaye hajawahi kuchafuliwa kingono. Msichana ambaye hajawahi kuchafuliwa kingono, au tuseme msichana ambaye hajawahi kumjua mme. Ukisoma katika ile Isaya 7:14 inaeleza habari ya huyu bikra kwamba tazama, bikra atachukua mimba naye atamzaa. Huyu bikra alikuwa ndio huyo ambaye kwenye Biblia yetu tunamuita mwari. Unapozungumza mwari, kifupi ni kwamba ni msichana ambaye ana lebo yake ya upya. Naposema lebo ya upya ni bikra. Ikisha toka hiyo lebo ya upya unakuwa mkuukuu, hawezi kuitwa mpya. Ikisha toka lebo ya upya. Hawa walikuwa ni mabibi harusi bikra, wasindikizaji wa harusi bikira, kwa maana kwamba walikuwa ni watakatifu, walikuwa wameshajitenga. Tunapozungumzia ubikira sasa katika muktadha huu wa Biblia, ni mtu, unaposema bikira au mwali, ni mtu ambaye amejitenga na unajisi, ni mtu ambaye amejitenga na uchafu, ni mtu ambaye hachanganyi ibada za sanamu, kwa maana amejitenga kwa ajili ya Bwana peke yake. Amejitenga kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo peke yake. Tuko pamoja? Kwa nini sasa kanisa linafananishwa na bikira? Kanisa kufananishwa na bikira ni kwa sababu Biblia inamfananisha Mungu. Mara kwa mara Biblia inamtaja Mungu au Bwana Yesu Kristo kama bwana harusi.
inamtaja kama bwana harusi. Kwa hiyo Paulo katika ile Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 2, Paulo anasemaje? Anasema, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mme mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Wow. Kumbe unapokuwa unamleta mtu kwa Kristo, unamposea bikira safi. Mtu yoyote, uwe mwanaume au mwanaume, tunaambia kwamba kanisa ni bibi harusi mtarajiwa wa mwana kondoo wa Mungu, na ndiye anatarajiwa kufunga ndoa na bwana harusi ambaye. Kwa hiyo bikira hapa ni ishara ya uaminifu, utakatifu, kutochanganya ibada, kama ambavyo tumeweza kusema huko mbele. Watakatifu halikuwa tatizo la wapumbavu. Unaposoma hapa unaona kwamba utakatifu halikuwa tatizo la wale wapumbavu. Kumbuka hapa Biblia inasema kwamba kuna wanawali 10. 5 walikuwa wenye busara, lakini 5 walikuwa ni wapumbavu. Tatizo la hawa wapumbavu halionekani katika kutokuwa watakatifu. Walikuwa hawajawahi kujichanganya wakawa kahaba, walikuwa hawajaoza, lakini tatizo lao, upumbavu wao unakuja baadaye, kama nitakavyoenda kuonyesha. Hapa inaonekana kwamba wote walikuwa ni wanawali, manake walikuwa ni bikira, ni wapumbavu lakini ni bikira. Na Biblia haikubadilisha neno kwamba sasa hawa wamekuwa sio wanawali kwa sababu wamefanya. Waliendelea kuitwa wanawali lakini wakawa wapumbavu. Lakini wote pia Biblia inasema kwamba wote walikuwa na taa. Hakuna ambaye hakuwa na taa. Kwa hiyo maana ungewaangalia ungeona wote wana taa. Ni wanawali, hawajinajisi, lakini pia wanazo taa. Lakini pia wote walikuwa wakimsubiri bwana harusi. Walikuwa pale, na maana tayari walikuwa wana kibali cha kuingia harusini, walikuwa na kadi, waalikwa. Hawakuwa nje ya gate. Lakini pia Biblia inasema kwamba wote walilala. Wote walilala. Kwa hiyo ukiangalia kati ya wale wapumbavu na wale 5, wote wanafanana kwa mambo mengi sana, isipokuwa kwa jambo moja tu. Wale wapumbavu walikuwa ni wapumbavu kwa sababu walikosa mafuta. Vitu vingine vyote walikuwa hawakuwahi kuwa kahaba, hawakuwahi kuwa wezi, hawakuwahi kuwa wasengenyaji. Bado waliitwa kuwa wanawali, kwa maana kwamba bado waliendelea kuwa wasafi, lakini wakawa wapumbavu kwa sababu ya kukosa mafuta. Kila kitu wanacho. Kama ni kwaya wanaimba, kama ni mziki wanapiga, kama ni shooting wanafanya, kama ni nini kila kitu wanafanya. Lakini yani sawa na wale wenye hekima. Tofauti ikaja kuonekana kwenye mafuta. Na ule mafuta ndio yakawafanya wakawa wapumbavu. Na hayo mafuta ndio yakawafanya wakaachwa mbinguni. Ungewakuta kule jehanamu ukawauliza kwamba wewe uliwahi kufanya dhambi, akasema hapana, mimi sijawahi kufanya dhambi yoyote. Uliwahi kuzini, akasema mimi. Anakuonyesha hata bikira yake kule bado atakuwa nayo kule kwa sababu ni mwanamwari. Sasa kitu gani kilikuleta hapa? Limeletwa na upumbavu. Ni hatari sana kuachwa na Yesu kwa sababu ya upumbavu. Mpaka kuna wakati mwingine wanafikiria kwamba si afadhali uende. Niliwahi kusikia story ya mtu mmoja alienda jela akiwa ameiba kuku. Walipofika kule, yale majambazi makubwa yalimtwanga ngumi za sawasawa. Yaani wewe unakuja jela kwa sababu ya kuiba kuku. Kuku ndio inakuleta hapa jela. Walimpiga sana mle jela. Sasa mimi nafikiri kule kama kuna ngumi, wewe ukienda, kama kule jehanamu kuna ngumi, ukienda wewe ambaye hukufanya dhambi yoyote ukawa mwanamwali, lakini ukaenda kwa ajili ya upumbavu jehanamu. Nafikiri jamaa wanaweza kuchapa kushinda walivyomchapa huyu aliyechapa jela. Huyu aliyemchapa huko magereza, kipigo chake kinaweza ikawa, watu watakwambia kwamba utawakuta kule watu walishavuta bangi sana, utawakuta kule walishafanya mambo mabaya sana. Watakwambia wewe umekuja hapa kwa ajili ya upumbavu. Sisi tuliua, tulifanya nini? Wewe unakuja kwa ajili ya upumbavu. Watakutwanga, tena wacha wakutwange. Kama wanakutwanga wacha, na mimi nakubali, wacha wakutwange.
ili unyoke, usiende jehanamu kwa sababu ya upumbavu. Mungu akubariki sana. Hii ni NHC TV. Mwalimu na Daktari Yona Kiyuga anamaliza hivyo akiamini kwamba tumejifunza, na matumaini yangu umeelewa kwa nini sasa ufalme wa mbingu haujafananishwa na wafanyakazi bora. Kwa nini ufalme wa mbingu haujafananishwa na wale ambao tumezoea kuwaona? Kwa nini ufalme wa mbingu haujafananishwa na watumishi bora ambao wanasimama kulihubiri neno la Mungu? Si umeelewa vizuri? Mimi ni Longina Rubes na hii ilikuwa ni NHC Chuo cha Biblia, kipindi ambacho kimekuwa na wewe kuanzia mwanzo ulipofungulia akaunti yetu hii ya online kama NHC TV, na hivi sasa tunavyokwenda kutamatisha. Lakini kuna yule mtu ambaye alikuwa akitufuatilia, anatamani sasa kuuliza yale maswali magumu ambayo aliwahi kuuliza hakuwahi kupata majibu. Sasa ama aliwahi kupata majibu, sasa bado hayajajitosheleza. Tunaweza tukatumia nambari za simu ambazo zinapita hapo kwenye screen yako, lakini pia ninaweza nikazitaja hapa: 0745024596, ama unaweza kupiga nambari ya simu 0621955100 kwa mwendo wa taratibu, maana aendaye polepole hajikwai abadani. 0745022459 mwisho 6, ama 0621955100. Ninaondoka hivyo mwali, na mimi naondoka kama mwali yule wa group A ambaye ni mwelevu. Sasa sijui, muulize ndugu yako, wewe ni mwali mpumbavu ama ni mwali mwelevu? Kuna jibu amekupatia, si ndio? Kuna jibu amekupatia, matumaini yangu. Mimi ni mwali mwelevu, binti Sayuni. Sijui wewe kijana Danieli ni mwali wa namna gani? Kwa heri, tutakutana wakati mwingine. Mwenyezi Mungu aendelee kukutunza kwa ajili ya kuona ufalme wa mbingu. Hii ni NHC TV.